Yes, alright bana, mambo vipi? And of course tutakuwa uko poa kinoma noma. Mimi naitwa Hesen the Max all the way kutokea Siki Media. And today niko kitaa fulani hivi cha Manzese. Nimefika huko, kuna mama kuja kupiga story moja kati ya kina mama ambao kiukweli wana vitu vingi, by the way, ni mfanya biashara, ni mama, ni mke, lakini pia ana kitu ambacho nikasema why not nikuletee wewe mtazamaji wa Siki Media ili uweze kuenjoy. Heshima yako. Mkie basi. Uko poa? Niko poa. Maisha yanaendaje Uswahili? Maisha yetu ya Uswahili tunajua wenyewe, shida tupo, matatizo tu. Mtu saa nyingine unasema bwana, ngoja hapa nakana. Kama hizi nyumba za kupanga tunazokaa kakaangu, bado hatujapata vibanda vyetu. Tunapata tabu sana. Yaani unakuta saa nyingine unaenda kuuza biashara zako za nani kama mimi nauza vidagaa vyangu mchipea. Lakini ukirudi mwenyewe nataka na kinyama cha korobo useme ngoja bwana nikae jikoni kwanza tani wapikie wanangu. Unakuta mtu nakwambia roho yake iko hivi, iko juu kama kaunguliwa na banda. Mwenye nyumba atakufanyia vituko, mara watoto zako sio wanafanya fujo. Mara umekaa kidogo hujakaa vizuri, mara watoto zako sio wanataka sio kupigana sio na nani. Yaani wewe ukisema ngoja mimi nitie jikoni hata vichipsi vya mwanangu, watu vinafsi vyao vinawalipuka. Wakati mtu unachukua ndoo yako dagaa mchele, mtu unaenda kuzurura unapiga mikelele. Era yenyewe kakaangu unajua sasa hivi mtu unatafuta kwa shida. Kwa hiyo yani ukimpikia mwanao chips, ukifanya biashara zako za dagaa, watu wanaumia. Yaani kama vile wanakuwa unajua mambo ya uswazi kakaangu, maana miongo, yani wanakuwa na miongo, yani inawasumbua nafsi zao. Unajua si binadamu, roho zetu mwenyewe unazijua. Yani inakuwa ile kero. Basi unalala, ukilala mchana wewe nakwambia utaona nyumba kama inataka kukuelemea. Ukikaa kidogo mara hodi, umeme si umefanyaje? Umeme mtu unatoa, lakini ninapokuambia kakaangu, ukikaa unaona umeme umekatwa. Wakati ulipokuwa umehamia wanakuambia bwana umeme hapa utakupa muda wote shilingi 10,000. Lakini baadaye ukikaa unashangaa umeme unakuja kuwashwa saa 12 jioni. Vituko hivyo tunavyofanywa nyumba za kupanga. Vituko gani ambavyo unavikumbuka mpaka unasema hapa kuna mkono wa mtu hapa, sio bure kabisa? Yaani sasa ingie kakaangu unaweza toka beba biashara hiyo, unatembeza juu umebeba dagaa zako mchele. Unashangaa dagaa mchele utafikia umepigwa teke juu. Vituko vilivyokuwa. Pale utafikia baba mtu bakaja kati ya teke likaangukia kwa chini. Yaani hivi vitu vinasikitisha. Yaani mpaka sasa hivi jamani, ipo kwa nini mimi Mungu asinipe kibanda changu? Yaani kusema kweli nyumba za kupanga tunanyanyasika wenye nyumba, jamani wajitahidi. Sio kwamba tujajenga basi ndo tunyanyase. Mbona hata wao vile vile kakaangu wametokea mtu kupanga, kuna mtu alozaliwa na nyumba. Maneno hayaishi sijui nini, mara taka kibao. Wewe kwa siku unauza mafungu mangapi kwanza ya dagaa? Dagaa nikitoka mwenyewe mashallah Mwenyezi Mungu. Nikija kama hivi mwenyewe sport mwenyewe namfulia mume wangu, nafulia watoto zangu nguo, uongo. Lakini nyumba za kupanga maneno kidogo tupunguze. Kuzidi. Na kulogana kumezidi. Unakuta jumba linailizi chini mpaka juu, ukilichungulia mwenyewe unaogopa kakaangu. Yaani ukiliruka mwenyewe unasema Abdulillah, ukirudi Abdulillah. Bonge la hazina. Hazina ni nini hazina? Hazina sio midude yao wanaweka juu huko. Hiyo miilizi hiyo. Sasa ile si kwa ajili ya kuwalinda wao wenyewe au kwa ajili ya kuwakomesha nyinyi wananchi? Sasa wewe dude kama lile limekaa mlangoni kakaangu, naomba nikuulize linakula nini? Na kitu kisichokula. Binadamu tu unakula unashiba. Uko juu unajua linakula nini? Ndio mwisho wake sisi tutipia sasa tunaacha mambo yetu haya nani? Linatafuna. Kwa sababu ndio hivyo. Sasa kwa nini usiende kwa waganga na wewe wangu hapa? Kwa nini usiende mtoto wa kike mahaba na uwe nayo? Kama mwanamke unakuwa tu kutwa nzima kwenda kucheza vigodoro, mara kwenda kukata masale, watoto muda wa kula hawana. Una mwaka wangapi kwenye ndoa yako? Mimi sasa hivi nimeolewa toka 2002. 2002 mpaka 2026, miaka karibu 20 na watoto 4. Na mume wangu atamani hata kuniacha. Na mume wangu akitakuongeza mke wa pili uko tayari? Hawezi kuongeza kwa sababu mume wangu mimi analizika. Kutokana na watoto wa sasa hivi wenyewe ndio wanayataka. Unakuta mume anarudi nyumbani migodoro hajaisafisha. Anarudi nyumbani mtoto wa kike hujui kutandika shuka lako zuri. Anarudi nyumbani mtoto wa kike vile alivyokuwa cha asubuhi. Na nguo yako umeifunga hapo. Ndio mpaka atakaporudi tena. Usemi mume wangu nikamchukulie nazi, sasa hivi nimkunie. Ningoja mume wangu sasa hivi mila yake anarudi, ngoja nikamchukulie hiki nimtengee. Ndani kisa una watoto 4 basi tena imekuwa sababu ukapanda juu ya mti, yule kapanda juu ya sofa, ni nguo umeiweka pale, midude umeenda kuitupa kule. Muda hata mume pa kulala akirudi pa kupumua hana. Hapo kwa nini unalipa shilingi ngapi? Kodi yako unapokaa? Abdulillah mwenyewe. Kodi mimi hapa nakaa hapa mimi niko nalipa tu kama shilingi 35 basi. 35 kwa mwezi. Na mwenyewe anakaa hapa?